Tuombe Mungu. Let's pray. Tunasema asante Baba Mungu. We say thank you, our Lord God, kwa kutuwezesha kufika mahali hapa Bwana. for enabling us to be here too. Umetukusanya kutoka sehemu mbalimbali. We have gathered us from different angles, ili Yesu Kristo tuje kusikia kutoka kwako. so that we can come to listen from you. Baba, tunaomba useme nasi. Father, we ask you to speak with us. Na Roho Mtakatifu atuongoze. For the Holy Spirit to lead us. Nami Bwana uniongoze nitumikishe kama kifaa chako Bwana. And myself, use me as your instrument. Maana mimi sina cha kuambia taifa lako Bwana. Because I have nothing to tell your nation. Bali uniwezeshe niseme yale ambayo umekusudia sisi tujifunze kutoka kwako. But enable me to speak what we have prepared for us to listen from you. Naomba yote kupitia jina la mwanako Yesu Kristo. I pray Amen. everything in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. The Lord be praised. Na wasalimia katika jina la Yesu Kristo. I greet you in the name of Jesus. Na kuwakaribisha katika kipindi chetu cha neno la Mungu. And welcoming us in the service of listening the word of God. Tumekwisha chukua muda sasa wa kujifunza hekalu la Bwana. We have taken a lot of time to study the tabernacle or the house of the Father. Kama tunakumbuka kitabu chetu ambacho ni cha msingi ambao kilitupeleka katika mafundisho yote ambayo tunazungumza. If you still remember the foundation book that we read that has brought us to the topic that we are discussing now. Ni kitabu cha Kutoka. It's from the book of Exodus. 25 mstari wa 8 na 9. 25 verse 8 to 9. Kama nilivyosema leo nitachora nyumba tu, sitachora vile vya ndani. As I said, today I'm going to draw the house. I'm not going to put what is inside. Maana tunakwenda kuzungumzia mlango. Because we are speaking about the door. Kwa hiyo bila kuchelewa tunasoma kitabu cha Kutoka. Without wasting, we're going to read the book of Exodus. 27. Exodus 27. Nitaomba tuanzie 13 hadi 16. I'm going to ask to start from 13 up to 16. IT person. Exodus 27, 13 to 16. Kaka niomba some kwa Kiingereza. I'm going to ask my brethren to read in English. We read in the name of Jesus. The east side of the country yard must also be 50 cubits long. Here at the entrance to the courtyard, one side must have curtains 15 cubits long. There must be 3 posts and 3 bases on this side. Next. The other side of the entrance must also have curtains 15 cubits long. There must be 3 posts and 3 bases on that side. Make a curtain 20 cubits long to cover the entrance to the courtyard. Make that curtain from fine linen and blue, purple, and red yarn. Weave designs into that curtain. There must be 4 posts and 4 bases for that curtains. Amen. 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 Kwa watu ambao wako mbali, for those who are far away, mnaona hapa kwenye mlango nimeweka rangi 4. I've put 4 colors at the door. Hapa nimeweka rangi ya blue, I put red, ambao rangi nyekundu, put red color. Hii ya kijani haijasemwa lakini tunaiconsider kama ni ile rangi nyingine ambayo imesemwa hapo. The green color is not, we just put it, but we kwa sababu hiyo rangi nyingine hatuna nayo hapa. Because we don't have the color that has been mentioned. Na hapa ambao mwisho ni tunachukua kwa sababu ni nyeupe, inasemwa nyeupe, rangi nyeupe. And the white part there we leave it as white because it says white color. Sasa kama tulivyokujifunza kuhusu hema jangwani, as we have learned the tabernacle in the desert, ukiangalia ile mstari wa 9 hapa 25, when you look at Exodus 25 verse 9, Mungu alimwambia Musa wajenge hema kulingana
ulivyoona huku mbinguni. God told Moses to build the tabernacle exactly the way he saw from heaven. Kwa hiyo picha Musa aliyoiona wakati anapewa maelekezo, means that the photo that Moses saw when he was given the ndio picha alikwenda kuijenga jangwani. That's the photo that he exactly drew from the alioneshwa picha, he showed the photo, au alioneshwa uhalisia, or has been shown a drone, alafu yeye akaleta ile mfano, ndipo wakajenga kule jangwani. And he brought that example and they built the tabernacle in the desert. Tulikuja kuzungumzia madhabahu, tulikuja kuzungumzia sehemu ya kunawea mikono. We have spoken about the basin, a place where people had to wash hands. Na katika madhabahu tulizungumza mambo mengi sana. And at the altar also we spoke a lot of things. Lakini kwa sababu kulingana na mafundisho ambayo tunajifunza, but according to the teaching that we are learning, yapo maandiko tunaenda tunarejelea. There is scriptures that we are repeating. Kwa hiyo usishangae kwa kwenda kujifunza kuhusu mlango. But don't be surprised because we're studying or we're learning about the door today. Alafu nakuta andiko tulilolisema katika madhabahu au katika sehemu ya kunawia linarejea tena. And you find the scripture that we mentioned during the time of altar or basin is getting repeated. Ndivyo mambo ya Mungu yalivyo. That's how the word of God is, or things of God. Sasa ukisoma, but when you read, Mungu alitoa maelekezo. God has given the rules. Akawaambia kutoka kwenye kona hii, by telling them from that corner kwenda urefu, to go the length, kutakuwa mita kadhaa. There will be a certain meters. Na miti ambayo itakuwa kwa upande huu, and the trees that will be there, akaitaja idadi. And he put the numbers. Hata sehemu hii akataja idadi. And in the other side he also put the numbers. Na hii sehemu akataja idadi ya miti. And the other side also he put the numbers. Na lengo ya miti hii ni kwa ajili ya kushika zile kamba ambazo zilikuwa zinabamba ile turubali. And the purpose of those trees was to hold the tent, to assist helping to hold the tent. Na kwa hii sehemu pia akatoa maelekezo. And on the other side also he gave also the instructions. Sasa kama ulisoma Biblia vizuri, if you read the Bible carefully, utaona sehemu Mungu alielekeza kuwe mlango. You see the place that God said there should be a door. Utashangaa sehemu ambapo baba yetu Ibrahimu, you'll be surprised, it's a place where our father Abraham, ambapo alifukuzwa kwenda, where he was sent out to go, mashariki, in the east. Mashariki ndipo alifukuzwa. In the east, that's where he was sent to. Na Mungu akaleta kerubi kusimama mashariki ili Adamu asirudie tena katika shamba kula mti wa uzima. And God, just for clarification, it's Adam who was sent out to the east. Sasa ukisoma maandiko, when you read the scriptures, Mungu aliwaambia mnakapojenga ile hema, when you build that tent, mlango uwe mashariki, the door should face the east. Sasa mlango tumeambiwa iwe mita 9. The door has been told it has to be 9 meters. Ambayo kwa nani wanasema ni feet 30 feet. They say 30 feet. Sasa hii mlango kama nilivyosema ina rangi 3. That door had 3 colors. Rangi ya kwanza ni blue. The first color was blue. Na rangi ya kufuata, the color to follow, nitaomba ndugu yangu asome ili tusichanganye mambo. I'm going to ask my brethren so that we don't mix things. 16, just read 16. 16. And for the gate of the courtyard shall be an hanging of 20 cubit of blue and purple and scarlet. Kwa hiyo hapa ni zambarau hichi tunasema ni red. We have purple. Tunaanza kusema kama nani rangi damu ya mzee. We say red. Zambarau ndo purple. I think so. Sorry, ni zambarau sio red. Yeah. Red inakufuata, zambarau ndo scarlet. Ndo wamesema? Yeah, scarlet. Sasa wamesema 1 2 3 4. Natafuta ya 3.
ndo red. Alafu white. The third one is red, and then we have white. Scarlet, kama ni hivi ndo sikumbuki. I believe it's scarlet. Yep. Is it like this? Spelling. It's okay. It's all good. Sasa, now, hii blue inamaanisha nini? What does blue stand for? Na red inamaanisha nini? What does red stand for? Na nyeupe inamaanisha nini? What does white stand for? Kwa sababu Mungu hakusema rangi hizi kwa bure tu. God didn't mention these colors for nothing. Alikuwa na lengo. He had a purpose. Lakini kitu cha kuwekea maanani, but things to make mita 9 meters. Wiki jana nilisema, last week I said, tujiulize, we need to ask ourselves, hekalu lote hili au hema hili la jangwani au la ambao walijenga kule Yerusalema, the entire tabernacle that was built, or the temple that was built in Jerusalem, ilikuwa na mlango mmoja tu. It had one door only. Lakini ukiangalia hili jengo ambalo tumo ndani, but when you look at this building that we are in, kwa haraka tunaweza kuhesabia kama milango 4 au 5. Quickly we might count 4 to 5 doors. Ambayo inatusababisha tutoke nje. That enables us to go outside. Sasa mimi nilijiuliza, I asked myself, kwa nini Mungu aliamrisha mlango mmoja tu? Why did God allow only one door? Je, wakati walikuwa humo hawangepata emergency alafu wapate mlango mwingine wa kutokea? So when they were inside, they wouldn't get an emergency and miss a doorway to go out. Kwa sababu ukimuuliza mjenzi aliyejenga jengo hili ambalo tumo ndani, if you ask the builder who built this building, atakwambia jengo hili limepewa milango mingi. There is tell you that this building has given so many doors. Ili kukitokea ajali ya moto, so that if the fire emergency comes up, watu wawe na sehemu tofauti mbalimbali za kuweza kutokea. So that people should have different places where they can run to. Sasa kwa nini jengo hili lote au hema hili lilikuwa na mlango mmoja? Why then this tabernacle had only one door? Linamaanisha nini? It means what? Mlango mmoja kwetu sisi inatuletea nini? One door gives us what? Kwa sababu because moto kama unatokea hapa, if the fire comes from there, sema hapa, there, ukikimbia kama uko ndani ukikimbia kutoka nje, if you running outside, moto unaweza kukuzuru. The fire can attack you. Hata sisi hapa, and even us here, mlango moto ukiwaka kutokea pale, if the fire starts from the door there, sote hapa tutaamrishana tukimbia kutokea mlango wa huku. All of us will be asked to go to use the other door. Ndio maana waliweka mlango pale. That's why they put the door there. Na hapa kuna mlango mwingine. And there's another door. Hapa kuna mlango wa kutokea. Or there's an exit door. Na hapa pia kuna mlango. There's also another door there. Hata hapa nafikiri kuna mlango ukiangalia vizuri. And I know there's a door there too. Sasa unaangalia milango hii yote ni kwa ajili ya kuepuka moto au nani ajali. When you look, all this door is to escape the fire. Lakini mlango wa Mungu ulikuwa ni mmoja tu. The door of God was only one. Sasa niliposoma mlango huu mmoja, when I read this one door, nikakumbuka mtu mmoja. I remembered someone ambaye yeye alikuja kujitambulisha kwa yeye ni mlango. Who came and said, I am the door. Sasa nikajiuliza, then I asked myself, wewe ni mwanadamu. You are a man. Umezaliwa na wanadamu. You've been given birth to a man. Imekuwa kuwaje wewe ujitambulisha kwetu kuwa ni mlango? Is it possible you introduce yourself to be a door? Na kipindi jangwani walikuwa na mlango. And the time in the desert they had a door. Sasa hii blue inamaanisha ni mbinguni. The blue is standing for heavens. Mbinguni. Heavens. Na hii scarlet, and the scarlet inamaanisha, nita double check, ni rehema. I'll double check. It means mercy. Hii nyekundu ina maana ni wokovu. And the red means salvation. Wokovu. Salvation. Na white, samani sio rehema. White ndio rehema. White is mercy. Wokovu, scarlet, I'll double check. I'll check about the red and scarlet. Sasa, now, tukishaona haya, when we look at all this,
Tunaona kwamba jengo lote hili lina mlango mmoja. We see the entire building had one door. Alafu Mungu anawaambia iwe na mita 9. And God is instructing to have 9 meters. Nafikiri mita 9 kwa haraka inaweza kutokea kuanzia kwa huyu mlango. I know the 9 meters can start from that door. Pale kwenye kona mpaka nafikiri mpaka hapa mwisho. Mita 9 au kupita. Until the corner or go over. Kwa hiyo tunachukua hiki kibambazi chote ni mlango wa kutokea. I can use I'm taking the whole wall as a door, exit door. Kwa hiyo ukiona mlango mkubwa ina maana ni sehemu ambayo unakaribishwa. When you see a big door, it means that's the place that you are being welcomed. Kwa hiyo mtu akifungua mlango mkubwa kwake nyumbani, if a person open the big door at home, ukifika pale moja kwa moja utajiambia ndani ya kichwa chako kwamba umekaribishwa. Once you reach there, you'll be told that you feel yourself that you. Kwa hiyo lengo la kwanza la upana wa mlango ni kukaribishwa. The first purpose of the length of the door is to welcome. Kukaribishwa is to be welcome. Sasa twende katika kitabu cha Yohana. Let's go in the book of John. Tuangalie mtu mmoja ambaye alijitambulisha kama yeye ni mlango. You see a certain man who introduced himself as a door. Yeye alijitambulisha kwamba yeye ni mlango. He introduced himself as a door. Tuangalie huyo mtu ni nani ambaye alijitambulisha kwetu kama yeye ni mlango. Let's look who that person who introduced himself as a door. Yeye ni nani? Who is he? Yohana sura ya 10. John chapter 10. Kuanzia mstari wa kwanza. Start from verse 1. Tusome hadi 6 alafu tutakwenda kusoma 7 mpaka 10. We go up to 6, then we read 7 up to 10. Kwa awamu hii tusome kwanza mpaka 6. For now we read up to verse 6. John chapter 10 verse 1 to 6. We read in the name of Jesus. Amen. Jesus said, "It is certainly true that when a man enters the sheep pen, he should use the gate. If he climbs in some other way, he is a robber. He's trying to steal the sheep." Next. But the man who takes care of the sheep enters through the gate. He is the shepherd. Next. The man who guards the gate opens the gate for the shepherd. And the sheep listen to the voice of the shepherd. He calls his own sheep using their names, and he leads them out. Next. He brings all of his sheep out. Then he goes ahead of them and leads them. The sheep follow him because they know his voice. Next. But sheep will never follow someone they don't know. They will run away from him because they don't know his voice. Next. Jesus told the people this story, but they did not understand what it meant. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu akasema, kweli kweli nawaambia, mtu asiyeingia kwa mlango wa upango wa kondoo, lakini anapanda na kuingilia nafasi ingine, yeye ni mwizi na mnyang'anyi. Lakini anayeingia kwa mlango ni mchungaji wa kondoo. Zamu anamfungulia mlango, na kondoo anasikia sauti yake, naye anawaita kondoo wake kila mmoja kwa jina lake na kuwapeleka nje. Anapokwisha kuwatia hao wa kondoo wake nje, anawatangulia, nao wanamfuata kwa sababu wanajua sauti yake. Kondoo wale hawawezi kumfuata mgeni, lakini watamkimbia kwa sababu hawajui sauti ya mgeni. Yesu aliwaambia mfano huu, lakini hawakuelewa maneno aliyosema. Amina. Amen. Yesu hapa tunazungumzia kuhusu mlango. We have been speaking about the door. Yesu anatuletea pango la zizi la kondoo. Jesus has brought us a sheepfold. Anatuambia, he has told us this.
Hii ni mlango ambao kondoo zinaingia ndani. This is the door where the sheep enter through. Sasa natuambia mtu akija na kuingia kupitia kuruka huku au sehemu yoyote huku. He's telling us that if someone comes and enters outside of the door or climbs somewhere else, huyu ni mwizi. This one is the thief. Huyu ni mwizi. This one is the thief. Lakini yeye anayekuja na kupitia kwenye mlango, and the one who comes and enters through the door, yeye ndiye mchungaji wa kondoo. He is the shepherd of the sheep. Mimi niliwahi kuchunga mbuzi za baba yangu. I tried to look after my father's goat. Na kula nyumbani kwetu Afrika, and you know back home in Africa, tulikuwa tunachunga au mbuzi zilikuwa zinalala kwenye pango. The goat they used to live in the fold. Iwe ni mbuzi, kondolo au ng'ombe, either a goat or cow or and so ever. Walikuwa wanajengea pango ili wakitoka kulisha wanaingia wanalala pale. They used to have a fold where whenever they want to sleep or eat or they had to. Kwa hiyo ikifika wakati wa kwenda kuchunga mbuzi, when it comes to the time to go to farm or to graze the goat, tulikuwa tunafungua mlango hapa, we were opening the door there, tunaingia ndani, and we will enter inside. Lakini kabla ya kufungua mlango, but before we open the door, tulikuwa tunaangalia, je, kuna mtu ambaye aliweza kufungua mlango kinyume na sisi? We were checking was someone came and opened the door behind us. Tusiwe tumevamiwa na kuibiwa. We shouldn't be that we've been attacked by being stolen. Sasa tunaingia ndani, we will enter inside. Kama mna mbuzi 5, if there's 5 goats, zilikuwa zimefungwa, they will be captured. Unazifungua kamba, you undo the lid, alafu unaziachilia, and then you release them. Ukiziachilia, once you release them, zinakimbia, they run here and there. Lakini but tulikuwa na fimbo, we had a staff. Sasa hivi ndio naanza kuelewa jinsi tulikuwa tunapeleka mbuzi. Now I've come to understand jinsi ukizipeleka na kuzimwambia pita huku, nenda huku. When you leading them, you use a stick or a staff by directing them, go this way, go this way. Mimi nilichunga mbuzi. I was looking after the kuna wengine walichunga ng'ombe. Others looked after or they farmed the cows. Kuna wengine walichunga kondoo. Others also a sheep. Au kuna wengine ambao hawazichunga lakini waliona sehemu ambazo zilikuwa zinafugwa. But others didn't see, but they saw where they were getting kept. Sasa ukiangalia hizi mbuzi, when you look at this goat, kitu cha ajabu ambacho ninashangaa sasa, miraculously thing that I'm surprised of, tulikuwa kama majirani wana mbuzi. We had like neighbors who had the goat. Mnajua mambo ya watoto. You know the things of the kids. Tunaenda tunachunga mbuzi, tunaziachilia sehemu moja hivi. We were going and leave the goats somewhere. Tunaziachilia huko zinaenda kulisha sehemu ya shamba kulisha. We just leave them, they go feed themselves or graze. Sisi huko watoto tunaanza kucheza michezo yetu. And us kids here will be playing our own games. Lakini ikifika muda wa kuzipeleka nyumbani, but when time to go home comes, kila mtoto alikuwa anajua mbuzi za baba yake. Every child knew the sheep or the goat of their father. Na tena, and after, hata kama zimechanganya kiasi gani, no matter how they can be mixed up, ikifika wakati wa kwenda nyumbani, when it reach a time to go home, sometimes tulikuwa tunazipeleka kwenye kundi, zinaenda zote kwa pamoja. We had to take them as a flock. Sasa kama tukianza kufika kwenye nyumba, so once we reach when we're about to reach our home, zile mbuzi zilikuwa zinaelewa kwetu ni hapa. Those goats, they were understanding this is our place. Hizo ni mbuzi. Those were goats. Nafikiri mtakuwa washahidi kuona hii habari ambayo tunasema. You be my witness for the story that I just mentioned. Hata kondoo ilikuwa ni hivyo. Even the sheep was the same. Na hata ng'ombe zilikuwa ni hivyo. Even the cow was the same. Na mara nyingi tukitoka kwenye malisho wanakuta wameanika mihogo nyumbani. And even when we just come while we are sunning the cassava, zinavamia mihogo, zinaanza they will attack the cassavas. Zinaanza kula. They will start eating. Sasa now
Ukimwambia ingia ndani, when you ask, hey, go inside, zinakimbia, they run away. Zitazifanya kama kuzunguruka kidogo, They run like they're turning around. Lakini ukichukua fimbo, but when you grab the staff na kupiga moja, and beat one, zote zinakimbia, they all run, zinaingia ndani. they all enter inside. Sasa hii inatufundisha nini? What does that teach us? Yesu ametuambia, Jesus has told us this. Mchungaji, a shepherd, yeye hawezi kupitia kuruka milango huko upango. Cannot climb the gate. Lazima apitie kwenye mlango. He must pass through the gate. Alafu humu mna kondolo. There's a sheep. Sasa hizi kondolo, and these sheep, zikisikia sauti ya mchungaji, when they listen the voice of the shepherd, atazitoa nje. He will take them out. Alafu baada kuzitoa nje, after taking them out, yeye ataenda mbele, atasimama mbele. He will go forth. Alafu zenyewe zinabaki nyuma. And they will be behind him. Yeye akienda, when he walks, anamwambia kondoo nifuate. You will see him telling the sheep, yeye zinamfuata. They will follow him. Akikimbia hivi, when he runs like that, zenyewe zinakimbia. They're also gonna run like that. Akiwaambia mkimbie, mfanye haraka. When he tells them be quick, hazinasema mimi navunjika mguu nitaenda hivi. They won't say no, I'm disabled. Hata kama zimevunjika mguu, if not they're disabled, itapenda ile mkondoo isibaki nyuma. They will try their best to run so that they unaona ndio inaanza kukimbia hivi. You see them running with one leg. Sasa Yesu anatuambia nini? Jesus is telling us what? Hizi kondoo wakina nani? Who are these sheep? Na huyu mchungaji ni nani? And who is this shepherd? Na huyu upango ni nini? And what is this sheepfold? Hallelujah. Amen. Ambayo tunaona pia huu upango na unafananishwa na hii hema ya jangwani. The sheepfold has been resembled the tabernacles in the desert. Sasa anasema kwamba, he said this. Mstari wa tuanzie hapo nyuma, wa pili. Second. Lakini anayeingia kwa mlango samani. Tuanzie mstari wa kwanza. Kweli Yesu akasema, kweli nawaambia, truly I've told you, mtu anayeingia kwa mlango, a man who enters through the door, wa upango wa kondoo, or the sheep, lakini anapandia samani, asiyeingia kwa mlango wa upango wa kondoo, the one who doesn't enter through the door of the sheep, na kupandia kwenye upango, and climb at the fence, huyo ni mwizi na mnyang'anyi. That one is the thief. Huyo ni nani? Ni mwizi na mnyang'anyi. The thief and the robber. Nafikiri sote tunajua. I do understand, all of us we know. Ukimwona mtu ambaye anakuja nyumbani kwako, when you see someone coming to your house, ulikuwa unatarajia mtu apite kwenye mlango, you were expecting him to pass through the door. Sasa anaanza kuvunja dirisha ili aingie, and he start damaging the door so that the window so that he can go through. Kama ulikuwa umelala, especially when you were sleeping, lazima utaamka. You have to wake up. Huyu ni nani? You'll be asking yourself, who is this? Mara moja akili yako itakupeleka kusema kwamba huyu ni mwizi. Your brain will send you, this is one in the thief. Kumbe Yesu anatuambia, Jesus is telling us this. Hawa ambao wanapitia kwenye madirisha au kwenye kuruka upango, those who are passing through the door or jumping the fence, ni wezi. They are thieves. Wezi. They are thieves. Sasa hawa wezi ni wakina nani? Who are these thieves? Na huyu mchungaji ni nani? And who is this shepherd? Na huyu kondoo ni wakina nani? And who is these sheep? Na huyu pango ni nini? And what is this fence? Sasa tukianza kuangalia kimoja, when we look one by one, amesema kwamba mtu akiingia kwenye mlango, when a man enters through the door, mzamu atamfungulia. A gateman will open for him. Kumbe kwenye mlango kuna zamu. It means that at the door there's a gateman. Kwa hiyo usipofunguliwa na zamu, if you cannot be opened by doorman, hawezi kupata jinsi ya kuingia ndani. You cannot have access to enter inside. Nafikiria hata kaka yangu ambaye yuko kwenye kamera, and I believe even my brother who's at the camera, yeye alifanya kazi ambayo mimi niliwahi kuifanya. He did a job that I did before. Tulikuwa tunafanya kazi ya delivery. We used to do delivery job. Kuna sehemu unapeleka delivery kwa upango. There's a place where you will take the goods. Kwa hiyo ukifika pale, once you reach there, lazima usubirie. You must wait. Ukisubiria pale, wanakuja kukuuliza. When you wait, they'll come to ask you, una deliver nini? What are you delivering? Unawaambia. And you will tell them this. Ndio wanakufungulia gate, unaingia ndani. Then they will open the door.
Unafikisha vile vitu ambavyo ulikuwa unapeleka. And you bring things that you are trying to get for them. Alafu ndo unaruhusiwa tena kutoka. And then you be asked to go out. Sasa huyu zamu ni nani? And who is this gateman? Hizi kondolo ni nini? And who are these sheep? Je, hizi kondolo ambao tunafuga hizi? Is this sheep that we are farming? Ndio wanazungumzia? Are they the one they're talking about? Hizi huu upambo ni upambo gani? Are this fence or this sheepfold? Na huyu mchungaji ambaye ni mchungaji gani? And who is this shepherd? Kwa hiyo tusome 7 mpaka 10. Let's read 7 up ili tupate picha vizuri. John chapter 10. We start from verse 7. We read in the name of Jesus. So Jesus said again, I assure you, I am the gate for the sheep. Next. All those who came before me were thieves and robbers. The sheep did not listen to them. Next. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will be able to come in and go out. They will find everything they need. Next. And the thief comes to steal, kill, and destroy. But I came to give life that is full and good. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa tulikuwa tunasema hii gate. As we were talking about the gate. Sasa mtu anajitambulisha, mimi ndimi gate. A person is introducing himself, I am the gate. Sasa sometimes nikisoma maandiko kama haya, when I read the scriptures like this, naanza kuelewa kwa nini Wayahudi hawakumuelewa Yesu. Do you need I understand now why the Jewish didn't understand Jesus? Tuseme ukweli ndugu zangu. To say the truth, my brethren. Mimi mnajua jinsi kwenye naishi. You know where I live. Leo nije kujitambulisha kwenu, mimi ni mlango. If I come to you and introduce to you that I am the door. Kweli mtanielewa kabisa. Are you going to understand me? Mtasema Leonard amechanganyikiwa. You say Leonard is now crazy. Sasa Yesu mbona aliwachanganya sana? Jesus confused him. Anasema by saying this. Basi Yesu akaongeza kusema. And Jesus added and said, kweli kweli, I assure you, ninawaambia, I've told you, mimi ni mlango. I am the gate. Wa upango. The gate of the door. Yeye ni mlango wa upango. He is the gate of the fence. Kumbe, it means, huu upango wote huu, the entire fence, ni nini sasa kama yeye ni gate? Is what if he is a gate? Hallelujah. Amen. Tunagundua kwamba upango, we find that the gate ni ufalme wa Mungu. Is the kingdom of God. Hallelujah. Amen. Ufalme is the kingdom. Hallelujah. Amen. Alafu yeye, and him, yeye ndiyo mlango. He is the door. Ambayo kwa lugha nyingine wanasema mlango wa pango. Or they say the gate. Ili sasa uweze kupata vitu vya ndani, for you to access the things inside, lazima upitie kwenye mlango. You must pass through the door. Kwa sababu ukitaka kujaribu kupitia huku, because when you try to go somewhere else, mwenye pango, the owner of the fence, utakuta amejiandaa, you will find him is ready kukuzuru, kwa sababu he will be ready to attack. Hakutarajia wewe kama utapitia huku, because he never expects you to pass through. Alitarajia kama utapita huku. He was expecting you to pass through the gate. Hallelujah. Amen. Sasa nasema, he said this, mimi ni mlango wa pango. I am the door of this fence. Tena pango wa kondoo. Yet the door of the sheep. Sasa kama pango hili ni ufalme, if this fence is the kingdom, na ametuambia yeye ni mlango wa pango, and he has said that he is the gate of the fence. Kumbe hizi kondolo, it means that this sheep here, sio zile kondolo ambazo zinasema that scream man. Hapana. No. Ni kondolo mtu. They are sheep men. Ambao kwa lugha nyingine, or in other way, ni watoto wa ufalme. They are children of the kingdom. Ambao wana ndevu. Who have beard. Ambao wakina mama. Who are their sisters. Wakina baba. And there's the fathers as well. These are the kondolo. Those are called the sheep. Na ndio maana katika kitabu cha Yohana 14, that's why the book of John chapter 14, mlango wa 6, the 6th door, anasema, he said this. Watu wakae kwenye ubao. John chapter 14 verse 6. Mimi ndimi njia. Jesus answered, I am the way. Acha tufike pale kwa haraka.
Tusome. We read in the name of Jesus. Amen. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. The only way to the Father is through me. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa tumeshasema kwamba hii pango ni ufalme. We have already said this fence here is showing is a kingdom. Kumbe ule zamu ambaye anafungula mlango hapa, mean that the gateman there ni Mungu, is God. Hallelujah. Amen. Huyu mzamu, this gateman, ni Mungu, is God. Kwa sababu Yesu anasema hivi, because Jesus saying this. Mstari wa 6, verse 6 saying this. Yesu akajibu, Jesus answered, mimi ni njia, I am the way, ya kweli, the truth, na uzima. and the life. Mtu hafiki kwa Baba, a man cannot reach the Father asipopitia kwangu, except through me. Kumbe ule zamu Bwana fungula mlango hapa, It means that gate who opened the door there ni Mungu, is God himself. na Mungu ila kufungulie, for God is to open for you, lazima umepitia kwa mtu anaitwa Yesu Kristo. You must pass through a man called Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa tunaanza kupata picha. Now we are having a picture. Huyo mlango ulikuwa hapa. This door that was there ilikuwa ni mfano, was a shadow or example. Lakini uhalisia wake, but by its explanation, uhalisia wake or the reality of it, ni Yesu Kristo, is Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Sasa ametuambia hivi, now he has told us this. Walionitangulia ni wezi. Those who came after before me, they were thieves. Ni wezi. They are thieves. Sasa hawa wezi ni wakina nani? Who are these thieves? Tuangalie kitabu cha Wakorinto wa pili. Let's look in the book 2 Corinthians. Sura ya 11. Chapter 11. Mstari wa 13 hadi 15. Verse 13 up to 15. We read in the name of Jesus. Amen. 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Ndiyo. There are false apostles, lying workers. They only pretend to be apostles of Christ. Next. That does not surprise us, because even Satan changes himself to look like an angel of light. Next. So it does not surprise us if Satan's servants make themselves look like servants who work for what is right. But in the end, those people will get the punishment they deserve. Amen. 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 Wale wezi, those thieves, au mwizi, or a thief, tumeona kwamba kitu cha kwanza ni manabii wa uongo. We have seen that there are false prophets. Nabii. Prophets. Sorry. Nabii, prophet, wa uongo. False prophets. Sasa nasema, says this. Watu wale, people like those, ni mitume wa uongo. They are false apostles. Wanafanya kazi kwa udanganyifu. They do work by lying. Wakijisingizia kuwa ni mitume wa kweli wa Kristo. By making or look like a true apostles of Christ. Na jambo hili si la kushangaza. And this incident is not something to be astonished. Kwa maana shetani mwenyewe, because devil himself, anajisingizia kuwa malaika wa mwangaza. He make himself to look like an angel of light. Kumbe kama kuna wezi, it means that if there is thieves, kuna mkubwa wa wezi. There is a leader of the thieves. Ambaye huyu ndiyo shetani. Who is called Satan. Hallelujah. Amen. Shetani ndiyo mwizi. Satan is the thief. Anakuwa mwizi kwa njia ipi? He's a thief what way? Inabidi turudie kule shamba la Edeni. We need to go back in the garden. Ambapo yeye ndipo tunamuona, where we see him, katika sura ya 3 ya Mwanzo, chapter 3 Genesis. Anakuja, he is coming, anajitambulisha, introducing himself. Unajua mwanamke? Do you know, hey woman? Ni kweli? Is it true? Mungu alisema, God said, msikule matunda haya ya shambani. You shouldn't eat the fruit from this field. Unaona, anajifanya kuwa ni nabii wa ukweli. He's making himself to be as a true prophet. Kwa sababu kama hukutega sikia vizuri, because if you didn't pay attention carefully, alisema, he said this. Ni kweli? He said, is it true? Mungu alisema, God said, msikule matunda ya hii shamba. You shouldn't eat fruit from this field. Sunaona kwamba anajitambulisha kwamba iko anajifanya Mungu, yale na maneno na nukuu
ni Mungu aliyasema. You see the word, the way he's introducing himself or he's speaking like as if God has said something. Lakini kuna mtego umeweka ndani. But there is a capture that he has made there. Hallelujah. Amen. Kale ka mtego, but that capture there, yule mwanamke hakukajua. That woman didn't get it or didn't. Kumbe yeye ni nabii wa uongo. Yet he was a false prophet. Nabii ni nani? Who is a prophet? Nabii ni mtu ambaye analeta ujumbe. A prophet is someone who bring a message. Kwa hiyo ukiangalia huyu nabii alileta ujumbe kwa mwanamke. When you look this man he brought or this serpent brought. Ule ujumbe unafanana na kweli, which looked like a truth. Lakini ndani yake mna uongo. Inside there was a lie. Sasa hata leo hii, even today, kuna watu wanajifanya ni wahubiri. There's a people who make themselves to be preachers. Wanajifanya ni wachungaji. They resemble themselves as shepherds. Wanajifanya ni walimu. They resemble themselves as teachers. Wanajifanya kwamba ni wanabii. They resemble themselves as. Lakini ukiangalia mafundisho wanayofundisha, when you look the teachings, ni kama shetani alipomwendea mwanamke. It's like a devil has gone to the woman na kusema, and said this. Ni kweli Mungu alisema? Is it true God said this? Msikule matunda ya shamba hili. You shouldn't eat the fruit from this field. Je, tuulizane. We should ask ourselves. Mungu alisema wasikule matunda ya shambani. Did God tell them they shouldn't eat fruit from the field? Ukisoma maandiko, when you read the scriptures, Mungu aliwaambia wakule matunda yote kasoro tunda moja tu. God told them they should eat the fruit from all the entire field except one. Lakini shetani hakusema hivyo. But the devil didn't say that. Alikuja kusema ni kweli. He said, is it true? Mungu alisema msikule matunda yote. You shouldn't eat all the fruit. Sasa mambo yanaanza kuwa utamu, muda naye inatuchongea. Things are getting better by the time is gone. Sasa kwa sababu ya muda, because of time, acha tuishie hapa. Let's stop from there. Tutaanza kuzungumza wiki ijayo. We will start speaking this from next week. Hatukimbii sehemu. We are not going anywhere. Lakini kwa ufupi, in short, tupeleke kusema kwamba mlango huu, we need to know this gate, ilikuwa ni mfano, it was an example shadow, ambayo Musa aliona kule mbinguni, that Moses saw from heaven, ndipo akaambiwa ijenge katika kule jangwani, and he was asked to build exactly the same gate. Lakini yeye mwenyewe amekuja kutufunulia, but himself has come to reveal, kusema kwamba yeye ndiye lango. He has come to tell us that he is the gate. Na muda asipopitia kwake, and before time, if you don't pass through him, hawezi kufika kwa Mungu. You cannot reach to God. Ndipo alivyosema katika kitabu cha Yohana 14. That's where he said in the book of John chapter 14. Kwa hiyo ndugu zangu, they are my brethren, kwa leo tuishie hapa. For that, can we stop from there? Wiki ijayo tutakwenda kuangalia next week we're going to see ni jinsi gani na sisi can someone follow Judith please? Tutaangalia ni jinsi gani wiki ijayo. We'll see from next week. Ni jinsi gani na sisi we'll see tumefanyika kuwa lango. We'll see how ourselves has made ourselves to be a gate. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. May God be praised. Kwa sababu ya muda, because of time, tusimamie hapa. Let's stop from there. Waliosikia machache haya, for those who have listened this little, Mungu atubariki wote. Amina. May God bless us. Amen. Kwa hiyo tusimame tuombe Mungu. Let's all stand up. We're going to pray to God. Mungu aendelee kutufunulia zaidi. May God continue to reveal to us. Atupe ufunuo kuelewa lango. To give us a revelation to understand the gate. Na tujua hakuna njia nyingine mbadala. And we should know there's no any other way. Bila kupitia kwa Yesu Kristo. Without passing through Jesus Christ. Tuombe kwa pamoja. Let's all pray together. Asante Kristo kwa fadhili zako Bwana. Thank you Jesus for your love. Kwa sababu umetufundisha kwamba wewe ndio lango la kweli. Because you have told us you are the true gate. Na umetuambia wewe ndiye mchungaji mwema. And you have told us you are the true gate. Baba, kondoo zako zote zinafahamu sauti yako. Your whole sheep understand your voice. Baba, utusaidie na sisi tuweze kuwa miongoni mwa wale ambao ni wepesi kusikia sauti yako. Father, make us to be those who are very easy to listen to your voice. Kama andiko linavyosema katika kitabu cha Waebrania sura ya 3. The scripture says from the book of Hebrews chapter 13. Mkisikia sauti hii mioyoni msifanye kuwa migumu. When you listen to the voice, you shouldn't harden your heart. Basi tunaomba kwa wale ambao wana mioyo migumu Baba. Father, we pray
pray for those who have hardened hearts. Wafanye kusikia neno lako na kutetemeka mbele zako Bwana. Make them to understand your word or listen your word and tremble in your presence. Ili wajue hakuna njia nyingine bila ni Yesu Kristo. So that they may understand there's no any other way except you. Yesu Kristo ndio njia ya uzima. Jesus Christ is the true way. Na ndio njia ya kweli. And that's the truth. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. In the name of Jesus, amen. Bwana ambarikiwe sana. Amina. May God bless you. Amen.